Hello, leo nitaongea na wewe kwa nini vijana wengi especially Wakristo wamekuwa wakipambana kwa namna moja na nyingine kutoka kwenye sexual addiction, lakini wamekuwa wakishindwa. Nazungumzia kujichua, picha za ngono, ushoga, uzinzi na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo nitakwenda kuzungumzia kwa upana sana kuhusiana kwa nini vijana wengi wamekuwa wakishindwa kutoka. Cha kwanza, nini maana sexual addiction? Sexual addiction kwa Kiswahili kizuri ni uraibu wa kingono, yani ni namna au njia mbalimbali ambazo mtu anaweza akazitumia kujiridhisha kingono. Yani kwa mfano masturbation, mtu anaweza akatumia masturbation kama njia yake moja ya kujiridhisha kingono. Kitu cha kwanza ambacho kinafanya watu wengi sana watafute njia za kutoka au wapambane kwa muda mrefu kutoka kwenye sexual addiction, cha kwanza ni wengi sana wameshindwa kukubali kwamba wanachokifanya ni dhambi au wanachokifanya ni kitu kibaya. Utakutana na mtu ambaye amefanya hicho kitu kwa muda mrefu, inafika hatua kwamba ameamini maybe yale ni maisha ya kawaida, ameamini maybe kile kitu sio kitu kibaya tena. Kwa hiyo amekuwa akikaa pale kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo hicho kitu kinafanya kwamba ashindwe kutoka kwenye hiyo changamoto ambayo anayo. Kwa mfano, nakumbuka kuna mtu mmoja wa Mungu anasema amewahi kuwa gay kwa muda mrefu, kwamba ikafika hatua ambayo akaona yale ni kama tu maisha ya kawaida. Umeona? Kwa hiyo kile kitendo cha kufanya yeye kuona yale ni maisha ya kawaida tayari kikawa kama ni kikwazo cha yeye kutoka kwenye hiyo changamoto. Kwa sababu gani? Akuona kama ile ni dhambi, kwa sababu Biblia inasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo cha kwanza nataka tulionize kwamba hichi tunachokifanya ni dhambi au ni tabia mbaya. Kwa hiyo kitu cha kwanza, mtu yeyote ile atoke au ashinde kitu fulani, abidi admit kwamba hichi kitu unachokifanya sio kizuri. Mtu yote ambaye anashindwa kuadmit kwamba anachokifanya sio kizuri, hawezi akatoka kwenye any kind of sexual addiction. Lakini kitu kingine ambacho kinafanya watu wengi sana kushindwa kutoka kwenye sexual addiction ni ile hali ya kukata tamaa. Na ile hali ya kukata tamaa, cha kwanza inasababishwa na ile kujaribu mara nyingi. Umejaribu mara nyingi afu ukashindwa. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu anakuja nini? Anakata tamaa. Kwa mfano, I personally nakumbuka kipindi kile nilipokuwa nina watch sana pornography na masturbate. Nimejaribu kwa namna nyingi, yani nilijaribu njia nyingi sana ambazo nilijaribu kufanya. Nikajaribu kufunga tatu kavu, nikajaribu kuombewa, nikajaribu kufanya kila namna ambayo naweza ili nitoke, lakini bado at the end of the time nikashindwa kutoka. Kwa hiyo hizo hali sometimes zinafanya watu wanakata tamaa. Kwa hiyo sometimes kukata tamaa kwamba nimejaribu vitu vingi lakini bado sijaona solution, mtu anafanya kwamba alizike kwamba yale ni maisha ambayo anaishi nayo moja kwa moja. Lakini pia kuona kwamba hili ni tatizo la watu wengi. Kwa mfano, kuna mtu mmoja ambaye nilikwambia ambaye alikuwa anasumbuliwa na ushoga au homosexuality, anasema kwamba ikafika hatua ambapo akaona kanisani na kuna watu fulani ambao ni wajoli au na wenyewe ni Wakristo wameokoka wanajihusisha na hivyo vitu. Ni kwa siri. Umeona? Kwa wakati hivyo kumbe kuna watu wengi tu ambao wanafanya vitu kama mimi ambavyo navifanya. Kwa hiyo hali ikamtengenezea kwamba akarelax, nicho kwamba kumbe siko peke yangu, tuko wengi ambao tunafanya hichi kitu. Kwa hiyo sometimes itakuta mwenyewe I watch pornography, lakini nakuta nikifanya some investigation na kuja kukuta kwamba kuna wajoli pia wengi wana watch pornography, au kuna watu wengine wengi au vijana kama mimi wana watch pornography. Hicho kitu kinafanya kwamba nilizizike, nione kumbe hali maisha tu ya kawaida, sio mimi peke yangu ambaye nasumbuka na hichi kitu. Kwa hiyo hali kuna namna fulani inakuja kama kikwazo cha wewe kutoka kwenye hiyo sexual addiction. Lakini kitu kingine ambacho kinasababisha watu wengi sana pia wakae kwa muda mrefu kwenye hizi sexual addiction ni kuamini kwamba wameumbwa hivyo, yani wenyewe Mungu ameumba namna hiyo. Naamini kwenye maisha yako umekutana na mtu ambaye anakuambia mimi bwana nisi Mungu aniumbaga niwe hivi. Naamini tu kwamba kutana na watu wa namna hiyo hapo. Maybe kuna zamifani mtu maybe amepambana kwa muda mrefu kuishinda, ameshindwa. Kwa hiyo mimi naamini Mungu ameniumba hivi. Kwa mfano, nimekutana na baadhi ya watu ambao wamekuwa wakisumbuliwa na hizi hisia za ushoga. Anakuambia kwamba nimejaribu sana lakini mwisho wa siku naona kama mimi Mungu kaniumba niwe hivi kwa sababu nina hormones za kike. Kwa hiyo akiangalia maybe sana feelings zake ni kama za kike sana, anaona kwamba mimi Mungu ameniumba hivi. Lakini nikajaribu tu kuuliza some logic question kwamba kama Mungu amekuumba hivyo, mbona kwa mfano Mungu kwenye neno lake anasema kwa mfano wazinzi, wafilaji hawataurithi ufalme wa mbinguni? Kwa hiyo how comes kwamba Mungu huyo ambaye amekuumba hivyo yeye mwenyewe tena pia
anakukataa au anakupinga, na Biblia inasema kwamba Mungu yeye ajipinge mwenyewe. Kwa hiyo utakuja kwamba these are manipulation of the devil ambazo zinakuwa injected into our life ili tufie dhambini au tukae dhambini. Kwa nini? Kwa muda mrefu. Kwa hiyo hivi ni baadhi ya vitu ambavyo vinafanya watu wengi sana wasitoke kwenye sexual addiction. Cha kwanza ni kukubali, yani ni kukubali kwamba ni dhambi. Au wengi hawakubali, wanaona tu ni maisha ya kawaida. Lakini kitu cha pili ambacho kinasababisha wengi pia wasitoke ni kitu cha kuona wengi wanafanya kwa sababu au amepambana kwa muda mrefu kutoka ameshindwa. Lakini kingine ni kuamini kwamba pia umeumbwa hivyo. My friend, Mungu hakukuumba hivyo. Mungu amekuumba ukiwa kijana mzuri ambaye unapendeza, lakini hizo zote ni uharibifu wa shetani kwenye maisha yetu. Kwa mfano mimi nifika tu nikaamini kwamba maybe I cannot be out of pornography. I cannot be out of masturbation. Kwa sababu gani? Nimepambana yani kwa muda mrefu. I remember kuna kipindi nilikuwa ninafunga hata 3 kavu. Yaani napanda mlimani nafunga naomba. Kwa hiyo kama ninapopanda mlimani naiacha hapa labda zile pornography na masturbation. Napanda naomba. Nikishuka nakuta pale na hali yangu oge na kuoga mbaya sana. Kwa mfano nikitoka kwenye kuomba, nimeomba hata 3 kavu. Nikishuka yani kama zinafidia zile siku zote ambazo nilikuwa naomba, au kama nilikuwa ninavyoenda kuomba nilikuwa naenda kuzitibua. Kwa hiyo unaona kwamba hali ilikuwa ni tete zaidi. Lakini Mungu ni mwaminifu na kuna neema kubwa sana ambayo huwa inatusaidia kutoka kwenye vitu. Na hata wengine ambao nimekwambia kwa mfano gays, Mungu amewasaidia, wengi wametoka, baadhi yao wametoka. Kuna wengine bado they are still struggling, lakini tunaamini neema ya Mungu ipo na itatusaidia wote kuwa vijana wasafi na kutembea katika utakatifu ambao Mungu anataka tutembee nao. Kwa hiyo for now let me show you some steps za kutoka kwenye hichi kitu. Be very attentive. Yeah. Cha kwanza kabisa ili utoke kwenye any kind of sexual addiction, my friend, be intentional. Amua, dhamiria kutoka ndani. Yaani usipofanya hivi hata uwekewe mikono kiasi gani, uombewe kiasi gani, you cannot be out of it, my friend. Yaani kwa mfano nikupe story funny ya mwana mpotevu. Alipoenda akapewa uliso wake, akatumia mali zake zote kwa anasa. Biblia inasema kwamba kuna siku ikafika akazingatia moyoni mwake. Akasema kwamba watu wangapi wako nyumbani kwa baba yangu wanakula chakula na kusaza, lakini mimi natisika kwenye nchi ya ugeni. Kwa hiyo alivyozingatia ni kama akawa intentional kwamba from today I must turn back. Kwa hiyo hata mwenyewe my friend, usije ukaamua siku moja kwamba I want to be out of rubber pornography au kwenye ushoga kwenye nini kwa sababu ulisikia fulani ametoka. Wewe mwenyewe inabidi kitu kitoke ndani. Wewe umesikia push from inside kwamba I want to be out of it. Kwa hiyo cha kwanza ni intention. Usipokuwa intentional hauwezi ukawa nje ya this section ni addiction. Kwa hiyo hakikisha kwamba nimezamilia kutoka ndani kwamba nataka nitoke. Kitu cha pili, kuokoka. Hichi ni kitu ambacho unaweza usikielewe vizuri, lakini my friend, nisikilize. Hivi vitu ni vya kiroho. You cannot solve a spiritual problem without using a spiritual solution. Nisikilize. Unaweza ukaenda kwa mfano mkutano watu ambao gays ambao ameenda kushauriwa kwa therapist au wanaita wana psychology, ameshauriwa lakini ni kama tu walikuwa wanapooza tu kile kitu kwa muda fulani, afu baada ya muda fulani kirudi kinakuwa kibaya zaidi. Kwa hiyo my friend, nisikilize vizuri. You cannot solve a spiritual problem by using this physical means. Kwa kitu cha kwanza inabidi umpokee Yesu, umpe Yesu maisha yako. Umpe Yesu mwanzo mpya. Kwa cha kwanza inabidi uokoke. Why nasema kuokoka? This is very important. Biblia inasema kwamba neema iokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Nisikilize. Unapokoka unapata neema. Ile neema inakuokoa, inakutoa dhambini. Alafu hiyo neema inaanza kukufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kwa hiyo in short, wewe personally una nguvu ya kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Yaani una nguvu ya kukataa dhambi yote ile. Ila unapookoka unapokea neema ambayo inakusaidia kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kuna mtu anaweza kaniuliza, "Oya, mbona mimi nimeokoka lakini I'm struggling?" Kuokoka ni hatua ya kwanza. Nilikuwa nimeokoka na bado na struggle. Kwa hiyo kuokoka ni hatua ya kwanza kwenye hatua nyingi ambazo ziko mbele. Lakini kitu cha pili inabidi kwamba ukubali kwamba hichi kitu tunachokifanya ni dhambi. Umeona? Kitu tunachokifanya hichi ni dhambi au hichi kitu tunachokifanya ni kibaya au hakifai. Unajua nakumbuka kuna jamaa fulani umekutana naye akasema, "Kwa nini unataka uache ushoga?" Akaniambia, "Yaani like familia yangu kija kujua itaonaje?" Mwingine anaweza kupasa sababu labda ni kinyume na sheria za nchi yetu. Mwingine anaweza kupasa sababu like yani sisikii tu comfortable. Jamii inanizunguka inanionaje? Unaweza kumuuliza tu mtu hiyo simple question. Okay. Unasema labda familia yako itakuonaje? Maisha yanabadilika. Tamaduni zinabadilika. Inafika wakati
Tanzania tunakuwa kama nchi zingine ambao wanaona ushoga ni kitu cha kawaida. By the way, miaka 2000 huko ulikuwa ukisikia mtu akiwa shoga mpaka vinyoo vinasimama. Lakini this current days ni vitu vya kawaida, yani ukisikia hata ushtuki sana. Umeona? Kwa hiyo as times goes on, unaweza kufika hatua ambao hizi kitu kwa nini cha kawaida. Unasema sheria za nchi. Nimesoma sheria. Ni mwanasheria by profession. Tunasema what is law today may not be law tomorrow. Ambacho ni sheria leo kinaweza kisiwe sheria kesho. Sheria za nchi zinabadilika. What if sheria zetu zikaanza kusupport ushoga? Umeona? Jamii zinabadilika, familia. What if your family ikaanza kusupport? Listen my friend, your reason must be God and God alone. Yaani sababu ya wewe ya kufanya utoke kwenye kitu chochote kile inabidi iwe ni Mungu na Mungu peke yake. Ukileta tu sababu nyingine, hiyo sababu inaweza ikabadilika. Ni Mungu peke yake ambaye huwa habadiliki. We can learn it from Joseph. Akasema nitende ubaya huu nimkose Mungu. Sio nimkose Potifa au nani. Akasema nimkose nani? Nimkose Mungu. Kwa hiyo listen, point ambayo alifanya yeye akimbia ule uovu ilikuwa ni Mungu, sio kwa sababu bosi wangu akijua itakuwaje. Naamini hapo umeelewa vizuri. Lakini kitu cha pili cha muhimu sana ambacho inabidi ukijue ni how to starve your addiction.